Namba kiberiti. Huyu kakani yuko wapi? Ametoka mara moja. Sasa mimi naomba ndio swali moja nye vishandu nyinyi. Hivi nani aliwaporuhusu nyinyi kumshika msisteri wangu yani? Yaani kafikia tu anakuja kufuata vijenje vyake afu nimetezesheni. Ilikuwa kwaje? Au nyinyi mnachukuliaje mimi? Mimi shaka napo mtani kote hapa sasa anajua kwamba sisteri yangu mimi aguswi. Na akisema kasema, mkimwona yeye mwana kimpunga, mkimwona mimi mwana kinyesi yani nye. Yaani mnachukuliaje ni makoro? Ila kaka 5,000 tu. Kwenye 5,000 milioni ndogo sana, si ndio? Hiyo 5,000 milioni ndogo, mbona unashindwa kulipa? Kwa nini wewe? Afu mbona unanijibu mimi wewe mshamba? Chukua kidogo hivi. Nimesema mpa kidogo wewe, mambo mengi mimi sitaki ujue. Unajua sasa mimi nimekuja hapa sijataka kukupiga, sijataka kukugusa, nimekuja kwa Bwana Yesu tu. Sitaki mambo mengi ujue. Na wapakati. Afrika wabende mpaka makolo wengine mtaani, sawa? Sister yangu au familia yangu mimi au kile na mimi, pita mbali. Yaani shomokeni vitu vyote lakini sio familia yangu ujue. Mimi niko tayari kupoteza roho, kupoteza kila kitu kwenye maisha kwa ajili ya familia yangu. Damu yangu mimi haiguswi. Tutoke. Shamba hii. Hivi ni wewe unakufananisha? Ni mimi? Vipi? Mzima hapo? Kwema tu, sijajua huko nyumbani vipi? Salama, muda mrefu. Tupo. Kwa hiyo sasa hivi umeamua kuja kuweka maisha yako huku, si ndio? Baada ya kuondoka kijijini ndo nikaja kuanzisha maisha yangu hapa. Vipi na wewe, kuanzia lini huko? Mimi nina kama mwezi hivi. Basi sawa. Na ulikuwa unaelekea wapi? Hapo kuna sehemu naelekea, ila ndo naenda kwa maelekezo. Sijui nitafika au la. Na pia wewe unaishi wapi? Mimi naishi kwenye ile nyumba pale unayoiona. Kwa hiyo ingekuwa sio vibaya kama tukiongozana mimi na wewe, ukipaona kwanza nyumbani kwangu, alafu kaendelea na safari yako. Dadangu, kwa nini tukajana upatikaniki kwa simu? Na ingali unajua kabisa kijijini kuna matatizo. Yaani kaka, hapo unavyoniuliza maswala ya simu ndio unanichanganya kabisa. Maana pale nyumbani ile nyumba tulopanga ile kuna kaka jambazi. Yaani wewe kaka, ukitoka ukiacha kitu chako kidogo tu, ukirudi hamna.
Kwa hapa sielewi, simu yangu sijui kachukua yeye, sijui vipi. Yeye hata sielewi. Dada, hayo matatizo unayataka wewe. Kama unavyojua, sisi tuna nyumba ya ulisi, lakini wewe unatoka hapo unaenda kupanga. Hivi, kifano kirudi ukichukua chumba chako kimoja. Ukiwa kikugasi nani hapo? Utapata matatizo gani kati nipo mimi na wewe? Bana. Yaani kaka, kwanza mimi hapa ukizungumzia habari ya kurudi hapa nyumbani, haiwezekani. Ukiangalia kaka, wewe ni mkali. Na mimi mambo ya kukalipiana kila muda mimi siwezi. Mimi bora tena baki zangu huko. Mimi siwezi kiukweli. Ila nawai. Najua, lakini itakuwa sio vizuri. Tumeonana watu ambao wenyewe tunajuana. Tuna undugu wa kifamilia lakini tunatoka katika kijiji kimoja. Kwa hiyo kupaona nyumbani kwangu mimi sio shida. Hata siku nyingine labda unahitaji kutembea, unakuja tu bila maelekezo. Basi sawa. Acha tuelekee. Usipoteze muda. Dada, hapana. Mimi si mkali. Ukali unasababishwa na wewe. Hivi kimfano dada, ukiwa umetulia, auendi kuhangaika huko mara kufanya hivi, utakuwa mimi nitakuwa mkali? Lakini wewe tatizo utulie dadangu. Wewe unapenda kiguru na njia na unapenda vigodoro. Yaani ni mtu wa ovyo. Na mimi hii ndio inanichukiza. Lakini dadangu ukiwa umekaa umetulia, mimi nahisi tutaenda sawa tu. Kwa sababu hadi sasa hivi wanaume wanataka mwanamke aliyetulia. Dadangu, takiwa ukae utulie, imadi mtu hata akipita anakuja kuoa. Lakini wewe kila siku kiguru na njia. Na hilo ndio msababisho kukapange, imadi ufanye mambo yako huru. Lakini mimi sipendi tabia hii. Sasa nikuombe jambo moja. Ninaomba kachukue vilago vyako urudi hapa nyumbani. Na chumba hiki tutakaa. Mimi nahisi mimi na wewe tutaenda sawa. Lakini kwa mambo yako ya ajabu ajabu mimi siyataki. Na nakuomba kuanzia leo ukirudi hapo ujirekebishe. Unielewa? Unielewa? Haya, naomba ukachukue. Jisikie uko nyumbani dada. Hapa ndo nyumbani. Asante. Kwa ungenisubiri kwanza niingize kwanza vitu ndani. Hamna shida. Huo ni uzembe. Tena uzembe hali ya juu. Ilikuwa kwaje mpaka pangaji wazaka ukaiona? Hali ya kuwa unajua ile ni kinga ya familia. Na hastahiki mtu yote kuiona. Ulichokifanya kitakugharimu. Sio mzembe mjomba. Kama nilivyokuelekeza. Tulipishana Kiswahili na mpangaji mwenzangu. Asa tulivyotaka kushikana ndio kinga ikandondoka. Hiyo kinga itakiwa kufungwa mwilini. Wewe kwa nini kuifunga? Huwa nafungaga. Lakini siku hiyo niliweka kwenye sidilia. Na ndio maana imedondoka. Umefanya makosa makubwa sana. Sasa hiyo dawa nakupa. Utaenda kunyunyuzia kwenye kisima au kwenye bomba mnaitumia kuchota maji ya kunywa. Hiyo dawa itafanya wapangaji wazako wote watakapokunywa maji, basi tukio lilotokea watasahau taratibu na hawatakumbuka kama ilitokea chochote. Sawa mjomba. Mimi nimekuelewa. Sawa, karibu. Nimekwambia nisubiri nakuja. Sasa toka mdole unakaribia vipi mama mtu? Mbona sikuelewi dakika 90? Toka mdole nakupisia unakaribia. Ufiki ndio nini sasa? Unakaribia nini sasa?
Yaani nimechukua mahitaji yote lakini nimesahau kiberiti. Ila naona sio mbaya kwa sababu umeshapajua nyumbani. Kwa hiyo ningeomba tuongozane ili nikuache uendelee na safari zako. Mimi nichukue kiberiti nirudi kuja kuendelea na mambo yangu ya kupika. Kuhusu msafara wako kaka, wala usikusumbue. Nimeshawailisha. Wewe nenda tu ukachukue kiberiti, mimi niko hapa nakusubiri. Nataka leo nikupikie tule, yani tuenjoy. Unasema kweli? Ndio.